Bwana mara pa niko mtaani kwako, napiga story na wewe, unajishindia milioni 2 baada ya maswali yangu. Utafanya nini wewe? Utafanyaje? Bwana, hii ni HD TV Fentede Ngumbaru Meli ya Kanga Sumu Wagiriki wa Mesando Talama Vampire both the builder the cricket master god killer technicians kama ng'ombe vile. Leo nipo kijiweni kama kaida yangu, maswali yangu ndio yale yale, unajishindia mkwanja alafu napiga story na wewe, mambo yanakuwa unyamane. Bwana, mambo vipi? Poa kaka. Kama kaa? Good. Mambo yanaenda? Mungu anasaidia. Bwana, kabla sijaendelea mbele, siache kukumbusha wadhamini wetu Mobicity. Hao wanauza simu kali kabisa za kijanja, lakini kama ukihitaji simu kwa mkopo zinapatikana hapo. Unakuja na kianzio kidogo, unaondoka na simu yako, ukiendelea unaitumia huku unailipia taratibu mpaka mwisho. Hapo unapata simu yako ya kijanja kabisa. Simu zinapatikana hapo Mobicity, namba za simu zinapita hapo, wacheki. Kama unahitaji kwa keshi, wacheki hao jamaa Mobicity, jamaa wana simu original sana. Alafu kama uko mkoani unafanywa delivery, mzigo unakufikia haraka sana. Niko na jamaa mmoja hivi. Mimi leo jamani, ndugu zangu, nataka kupiga story na nyinyi, na swali langu moja hivi la kizushi nataka kuwauliza. Kama litawapendeza itakuwa unyama sana. Utajibu kwa upande wako, utajibu nawe kwa upande wako. Imetokea ndugu yangu, unaumwa sana, unaumwa yani unyama, ni mpaka ile balaa. Mke wako anakuhudumia, inafikia kipindi anamaliza pesa zote benki, anamaliza pesa zote kwenye akaunti yako. Baada ya hapo, mkeo anaamua kuuza na aseti zako, vitu vya ndani kwa ajili ya maradhi yako kuhudumia. Pesa zote zinaisha na bado maradhi yako hayaponi. Sasa huyu mkeo huyu akapata sponsor bwana, akaamua akuhudumia huyo sponsor, lakini huyo sponsor lengo lake kubwa ni kutembea na mkeo, na akatembea na mke wako. Sponsor amegharamikia gharama zako mpaka umepona, lakini alikuwa anatembea na mkeo. Sasa mkeo ameamua leo kukwambia ukweli. Mkeo ameamua kukwambia ukweli. Bwana, yale maradhi yako ulikuwa unasumbuliwa mpaka unapona. Huyu mwamba sponsor ndio alikuwa anafanya mambo yote, lakini alikuwa anakula vitu vyake. Sasa mwamba amenogewa, anataka kuendelea. Wewe kama mume, mke wako unamsamehe au unamwacha talaka tatu? Nianze na nani hapa ndugu yangu? Nianze na nani? Wewe ndio mpinzani wako. Ndugu yangu, wewe kama ndio wewe unafanyaje? Kwa mimi namsamehe. Unamsamehe? Namsamehe, naendelea naye. Jamaa akajipakulia sana, akajipigia sana pasi. Unajua hii situation jinsi ilivyokaa, ukijibu kimemko, unaweza kusema mimi mke wangu siwezi kumsamehe. Ushanifahamu? Lakini ni kwa nini mimi nimesema namsamehe mke wangu? Kwa sababu kwanza, kwenye maisha bwana, kitu cha kwanza kabisa ambacho ni cha kuzingatia kabla ya yote, kwanza ni pumzi na afya. Ushanielewa? Ndio. Hivyo basi, kwa kuwa mke wangu ile jambo hakulifanya kwa mapenzi yake, isipokuwa tu ni baada ya mimi kushikika. Ndio. Ushanifahamu? Na kama ulivyosema, aliamua kuuza vitu vyangu vya ndani vyote kwa sababu ya kupigania afya yangu, lakini bado pesa haikutosha. Ushanifahamu? Na akaamua kujiongeza, kutafuta mwanaume mwingine ambaye yeye ana fedha na kumtumia kupitia fedha zake ili kuweza kuimarisha afya yangu mimi. Ushanifahamu? Hapo moja kwa moja mimi naweza nikasema ngoja nimsamehe. Kwa sababu gani? Kama angekuwa na kile kitendo kakifanya kwa mapenzi yake, yani kwa kupenda, ushanifahamu, au alikuwa labda hanipendi, umeona, kwanza singeniambia kwamba baba mimi nimekuchiti, umeona, angebaki kuwa siri yake, ingebaki kuwa siri yake. Na kitu kingine pia, yule mwanaume ambao tayari yeye alinichiti mimi kupitia maradhi yangu mimi, ushanifahamu, jinsi ambavyo alikuwa anaendelea kumsumbua, ushanifahamu, pia asingenifikishia, umeona. Lakini tu baada ya mimi kumsamehe, umeona, ningemwambia bwana, sikiliza, huyu mtu kutokana bado mpaka dakika hii anakuhitaji na anataka kuendelea na wewe, kidogo hii itakuwa ni changamoto. Hii itakuwa ni changamoto kwa sababu kama uliyafanya vile kwa kuokoa maisha yangu, kuokoa uhai wangu,
Shanifahamu. Basi si ndio yashaisha tena, huo mtu achane naye, kutokana kama hukutumia kashakutumia vya kutosha kwa kipindi ambacho mimi nauguza majeraha yangu, lakini kwa Mwenyezi Mungu amejalia nimepona. Shanifahamu, nimekuwa na afya nzuri. Na yule bwana tena bado anaendelea kukufuatafuata. Sasa hapo ni ugomvi wangu baina yangu mimi na yule bwana. Penzi lipo. Mubashara. Ila sasa bwana, ngoja kwanza ni wewe ndugu yangu unasemaje? Hapo bwana, mwanamke hapo mmevaachia. Kama mimi nimepona tatafuta nyingine ile akamalizane naye. Kwa nini? Tayari kusaonja kono. Sasa kwa sababu wewe ndio ulikuwa unaumwa. Hata kama ameumwa tayari, nataka tena wewe utaweza vumilia gomvi hiyo. Bora mpe tumalizane naye tu. Hata Mungu mwenyewe amesema hii inayotumia akili. Blend. Kama blend hapana tumia ni kula kwako. Lakini kwa alama. Mwanamke hapana kia zamani. Uongo kweli. Bwana, mimi nataka niseme kitu kimoja. Kutoa nguo yake, imeuza mali, imeuza kila kitu. Kwa sababu ya afya yako. Kwa sababu hapo wewe. Umetokea mtu tu pembeni huko umetoka mke wako. Huyo sponsor ndo kasababisha wewe umepona maradhi yako. Unamwacha kwani mkeo? Ile pale imeleta pesa, mimi nampa mke wangu toka. Bwana, hebu dondosha comment yako hapo. Ngoja kwanza, kama ile akili ilikuwa na nywele mpaka shingoni, mafuta nyingine nywele mpaka koko. Ile peleka. Umesikia ndugu mwandishi? Unajua bwana, na wake zetu sasa hivi hapa. Ndio. Yaani akiamua kukuchiti anakuchiti tu. Wewe unaumwa, wewe hauumwi. Yaani yeye akiamua kukuchiti anakuchiti. Kwa sababu anasema hivyo. Amekupa sababu, lakini yeye umeiona kutoka kwenye macho yako. Of course. Bwana, dondosha comment yako hapa, usisahau kusubscribe, ku-like na ku-comment. Useme wewe ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Mimi nataka niambie hivi, nataka umwambie hivi Mwindi. Mwambie hapa kwenye kamera mke wako kwamba ukinichiti nimekuacha. Hapo tayari kusamaliza wewe mwanamke. Nywele yako mpaka hapa ndio najua. Kama litazalau na mwaga wewe chini, natia malake kono, naoza na mwaga chini, pafuta nyingine nywele mpaka tumboni, mpaka hapa. Bebe tupilia huko taka wewe malaya. Na tu kila mwanamume wewe nataka tu chukua pesa ponelea mimi. Hiyo ndio kuta ndio umeweka Nimekula kwako hiyo. Bwana, ndugu yangu nataka uniambie kitu kimoja. Umwambie mke wako kwenye kamera. Kama itatokea umenichiti kwa sababu yangu mimi, basi penzi mubashara. Bwana, my wife popote ulipo. Kama utatokea umenichiti, basi unipe sababu za msingi kama hizi ambazo nimetoka kuulizwa na mwandishi hapa. Tofauti na hapo, wewe mwenyewe unajua kabisa kama mapenzi yanauma, tena yanauma sana. Shanifahamu. Mbona maelezo mengi? Unajua mwanamke unaweza kapokea hili swala kwa tofauti. Akaisi mbona mume wangu mimi amekuwa mwepesi kunisamea hivi, unanifahamu? Lakini unachotakiwa ujue kama mimi nimepima uzito wa tukio. Kwamba lina uzito gani? Yaani nimetumia akili kulichekecha ile tukio, lakini sio kama labda mimi nitakusamea nikiwa napenda kile kitendo. Isipokuwa najua ile fadhila ambayo wewe umeionyesha. Kwa hiyo iwe sababu ya msingi kweli. Ikitokea yani iwe sababu ya msingi kweli, mimi nitakusamea wala sitakuwa na shida. Shemeji ukimchiti atakusamea. Usiwe na taabu. Penzi lipo mbashara. Bwana, hii ni HD TV Fentede Ngubaru bila kanga sumu agirika umesana tapa mafaya. Those the beauty the trick master guy kila technician. Queer boy. Bwana, maneno ya shombo yanapatikana kijiweni. Maneno ya mtaani yanapatikana kijiweni, na hiki ndio kijiwe Nongwa, kijiwe Nyoko katika mtaa huu. Shombo zote zinapatikana hapa. Mimi napenda like na comment na kusubscribe. Usisahau kutembelea katika duka letu la Mobile City kwa ajili ya kupata simu zako kari, simu za mkopo, simu za cash pia zinapatikana hapa. Mimi niseme natoka hapa naelekea mtaani kwako ili story nyingine ziendelee. Nasema kama ng'ombe vile.